bado ni kitu mzuri. Isipokuwa imekuja na challenges mingi. Swala la ufisadi, hiyo ndi swali ambalo imetatiza sana ukatuzi mingi kwa Kenya mzima. Na tungeomba tu serikali wa the national government wahakikishe mambo ya ufisadi imeangaliwa sana na ukabila. Fikiri hiyo ni challenges, but kivyo vyote yani ukatuzi ni mzuri. Imesaidia mambo ya miundo msingi, mambo ya health, unaona si mbaya vile. So mimi nasema tu ukatuzi sio mbaya, but inataka iboreshwe kidogo kwa masuala ya mambo ya sera, tuhakikishe kwamba national government na county government fanye kazi pamoja. So hiyo ndio mimi naona si mbaya. Labda unadhani kwamba ni mianya gani imetoa nafasi kwa masuala ya corruption, ufisadi kuendelezwa ama kukita mizizi katika counties zetu? Ni nini ambacho kinachangia? Labda zile asasi kama EACC hazifanye kazi sawa, au ni kwa nini mpaka sasa tunalia kwamba ufisadi umegatuliwa katika counties zetu? Swala la ufisadi ni imejikita mizizi kwa society ya Kenya. Shida ambalo tuko nalo sasa tukiongea kwa mambo ya ufisadi ni kwamba hizi asasi za institutions ambayo zimepewa jukumu ya kutekeleza hizi mambo za investigation, eradicate corruption na masuala mengine hata ukabila, haifanyi kazi kabisa. It's not working. Yeah, it's not working. Nimeambiwa kwamba muda umetuishia, lakini busara ndo kama hivyo. Hili ni swala ambalo litaendelea kuzungumziwa kwa wiki nzima, taifa likiendelea tu kupiga msasa swala la ugatuzi miaka 13 baadaye, na kuona ni wapi ambapo labda linaweza kuboreshwa. Swala la ufisadi likisalia kizungumkuti ambacho taifa litakuwa linatazamia kuona ni vipi swala hili litaweza kuondolewa katika kaunti na kuhakikisha kwamba mwisho wa siku ugatuzi unaweza kubadilisha maisha ya Wakenya kama ilivyotarajiwa wakati katiba ya mwaka 2010 ilipopitishwa ama ilipowekwa rasmi. Busara. Asante sana Timothy Simwa kwa taarifa hiyo. Na moja kwa moja basi navuka hadi upande mwingine wa studio, tuungane na mwanahabari Theo Masharia atujuze yaliyomo mitandaoni. Kwako Theo. Kwa kweli shukran tena mara nyingine Busara na Aman kwa wakati huu. Kama vile tumesikia kutoka kule Eldoret, hisia ni mseto kuhusiana na swala la ugatuzi miaka 13 baadaye. Wakenya wanasema kwamba ugatuzi unaweza kufanya kazi, ila maswala tu ya ufisadi, na kuna mmoja ambaye pale ametaja swala la ukabila, anapendekeza magavana wakaweza kupelekwa katika kaunti tofauti kuweza kufanya kazi. Hisia tu mseto hizi. Hapo awali tulikuuliza swali letu la siku, na swali letu la siku lilikuwa ni je, ugatuzi umekunufaisha kivipi miaka 13 baadaye? Ugatuzi umekunufaisha kivipi miaka 13 baadaye? Kumbuka unaweza kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook na X @K24TV na @KamemeTV. Tuanze na mtandao wetu wa WhatsApp. Tunamwona Kamau kutoka Murang'a. Kamau anasema kwamba ugatuzi umetusaidia sana kwa sababu huduma za afya sasa ziko karibu. Hatulazimiki kusafiri hadi Nairobi kutafuta matibabu. Huyo ni Kamau kutoka maeneo ya Murang'a. Akini Ochola kupitia WhatsApp pia anasema kwamba kupitia ugatuzi barabara za mashinani zimeboreshwa na biashara yangu ya samaki sasa inapata wateja wengi. Akenya anataja kwamba ugatuzi maeneo ya barabara. Omondi Ken pia anasema kwamba pesa za ugatuzi zinapotea kwa ufisadi. Tuliahidiwa hospitali mpya lakini hadi leo hakuna chochote kimefanyika. Huyo ni Omondi Ken. Kumbuka pia kutueleza unatutazama ukiwa upande upi. Njeri Mwai anasema kwamba viongozi wa county wanaweka miradi bila kushauriana na wananchi. Tunahisi tumeachwa nyuma. Njeri Mwai anasema kwamba anahisi Wakenya wahusishwe katika miradi ya ugatuzi. Fatuma Ali anasema kwamba huduma za maji zimeimarika sana na sasa tunapata maji safi karibu kila siku. Huyo ni Fatuma Ali katika mtandao wetu wa WhatsApp. Mwingine ni Mwangi Mwas anasema kwamba hela za county zimewezesha vijana kupata mikopo na sasa ninaendesha kiosk yangu bila wasiwasi.
kuinuliwa kibiashara, masuala ya ugatuzi. Mutua Jeremy pale WhatsApp anasema kwamba kazi nyingi zinapeanwa kwa upendeleo. Vijana wengi bado hawana ajira licha ya uwepo wa ugatuzi. Mutua tunamwona pia Wekesa Timon anasema kwamba kuna miradi mingi ya county ambayo inaanzishwa lakini haikamiliki, inabaki magofu. Wekesa Timon anataja kwamba katika hali ya ugatuzi kuna miradi ambayo imeachwa ikiwa magofu, akilimbikizia tu swala la ufisadi kuhusiana na swala la ugatuzi. Zidi kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, hiyo ni Facebook na X @K24 TV na @Kameme TV. Hivi sasa na kurejesha katika upande mwingine wa studio tukiwa naye Busara Nama na kuweza kuendeleza mazungumzo haya. Kwako Busara. Naam, asante sana Theo Macharia, na vile vile nakushukuru mtazamaji kwa kuendelea kutumia jumbe zako mitandaoni. Na kama bado hujapata fursa ya kuchangia mada, basi fanya hivyo. Mitandaoni unatupata kupitia @K24 TV na vile vile @Kameme TV. Nambari ya WhatsApp itakuwa inapita hapo kwenye runinga yako mtazamaji. Na moja kwa moja basi tuweze kupata mawili matatu kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Kakamega kuhusiana na swala zima hili la ugatuzi. Tunampisha mwanahabari Carol Obwamo kutoka Kakamega. Mwenzangu pale studioni, jinsi umeweza kuelezea kwamba mwaka huu tunaadhimisha miaka 13 tangia kuanzishwa kwa ugatuzi, na labda tumeweza kupiga hatua katika sekta tofauti, na katika kaunti ya Kakamega hii leo tutaangazia tu yale masuala ambayo yameweza kuangaziwa katika ile sekta ya ECD. Hapa niko na mwalimu katika shule moja hapa Kakamega, labda tuweze kutueleza ni changamoto zipi na pia hatua zipi ambazo wanaona kwamba zimeweza kupigwa katika sekta ya ECD. Utaanza tu kwa jina na utueleze zaidi kuhusu ECD katika kaunti ya Kakamega. Asante. Kwa majina mimi naitwa mwalimu Gilbert Lumiti, nikiwa mwalimu katika Kakamega County, ambapo tena pia mimi ni kiongozi wa walimu wa ECD. Mimi ndiye branch executive secretary, chama ambacho kinatetea maslahi ya walimu, KUNOPET. KUNOPET means Kenya Union of Pre-Primary Education Teachers Union. Mimi kwangu nitashukuru sana yule ambaye alikuwa na maono ya kuanzisha devolution. Hakika imesaidia kwa wingi. Kwa nini nasema hivyo? Watu wameajiriwa, haswa walimu tumeajiriwa, na tunapata kama Kakamega, tunashukuru serikali ya Kakamega county ambayo imeajiri walimu kwa kandarasi ya kutumwa, yani permanent and pensionable, na wanapata mshahara ambao at least wengi wao maisha yao imebadilika. Vile vile nataka nishukuru pia hatukuwa na madarasa. Tuna madarasa imejengwa, environment ya masomo ya watoto wetu msingi bado inaendelea na inazidi kuimarika. Alafu vile vile tena pia nataka niongelee kuhusu tuna furnitures, viti ambavyo viko conducive and attractive to our learners, ambao wakikaa wanahisi wako darasani. Vile vile nataka niseme tena pia nashukuru kwa sababu hii kitengo cha ECD kilikuwa kimesaulika sana, na wengi walikuwa wamekata, yani wame give up in life. Wengi wao walikuwa wanahofia kwamba watazeeka kabla wajai ajiriwa katika nchi yetu. Alafu pia wengi walikuwa wanasema ECD ni ya wanawake, lakini saa hii tumepika hatua, tuko na even walimu ambao ni wa kiume kama mimi, tunafanya kazi na tunashukuru ukatuzi. Labda tu kando na kuelezea kwamba mmeweza kupata mishahara na pia wameweza kuimarisha miundo misingi, je, kumekuwapo na lalama kwamba mshahara ni duni? Sijui kama hilo limeweza kuzingatiwa. Ni kwa hakika mimi nitaomba all the counties to implement ile schemes of service. Tuna walimu wengine in some counties they are not on permanent and pensionable, and even if they are on permanent and pensionable wanapata mshahara ambao tu huwezi ukasema unapata 18,000 useme uko kwa permanent and pensionable, no allowances and whatever. Mimi nitaomba tu kongamano ama wa magovernors wakae chini wakuje na ile schemes of service, full implementation of schemes of service. Hata sisi Kakamega kweli tuko kwa permanent, lakini tuna upungufu fulani ambao sisi kama chama cha kutetea walimu tunakaa na serikali tunalaanisha. Alafu vile vile nitaomba, tuna mswada ambao ulipelekwa Senate, ukapelekwa bungeni, ikapigwa mswasa, lakini
all in all imewekwa kando, na serikali wakundue kwamba hata rais wetu ambao tunamuenzi sana Mheshimiwa Ruto alianzia chekechea. Kwa hivyo nataka chekechea itiliwe mkazo kwa Kenya. Ukienda nje za mbali Sweden and whatever, wenye wanalipwa mshahara mnono sana ni walimu wa chekechea, lakini hapa ni vice versa. Na hii mambo ya kusema CBC inaanzia grade 1, hapana. CBC inaanzia chekechea. Kwa hivyo we need more trainings kwa walimu wa ECD kuanzia chini. Hao ndio wanapeana msingi, ndio mtoto anaendelea. Alafu tuna jambo lingine nilikuwa nataka niongelelee kuhusu uporoshaji. Tumekuwa na changamoto mingi sana. Hizi pesa zikikuja kwa county, wacha hizo devolved functions zenye zimetoka kwa national zipewe mkao ambao mkao mnono kuliko na zingine. But unapata pesa zikianguka zinaenda kwa sekta zingine ambazo even they are not devolved. Na hiyo inaua morali ya walimu. Alafu vile vile nataka tena pia kusema changamoto nyingine yenye tuko nayo saa hii. National government, and this goes to the treasury, to release funds on time to the counties so that all the programs as far as education is concerned in the counties zinatiliwa. Lakini unapata pesa zinachelewa, programs za capitation zinachelewa, programs za even feeding programs zinachelewa. Na unapata makosa si ya governors, makosa ni ya national government not releasing and remitting money on time. Mwisho tu uweze kutuelezea, tumeona kwamba hapa Kakamega bado kuna shule ambazo zinatumia madarasa ya matope. Je, unahisi kwamba ni lipi linaweza kufanywa ili kuhakikisha kwamba hata zile shule ambazo zipo mashinani zinafikiwa? Ni asante. ile jambo kwa hakika limekuwa kizungumkuti upande wetu. Mimi nataka nishukuru governor kwa sababu sisi kwa manifesto yake alisema every financial year atakuwa anajenga madarasa mawili kwa kila wadi ambapo anatimiza. Lakini changamoto ni kwamba the influence of the political wing, when ikikuja masuala ya education, waje sisi the stakeholders of education to advise the executive, to advise the governors what to do. Lakini unapata vile MCA anataka nyama kate ikirudi upande wake. Hiyo tena inaaziri kwamba hizo shule zinatakana zijengwe, hazijengwi kwa sababu ya influence of political. Alafu number 2, ningeomba kwa Isiani kwamba shule ambazo ziko more populated zijengewe madarasa, zibewe walimu wengi, kwa sababu napata tuko na shortages of teachers. How can you cannot convince me 150 learners to be managed with one teacher? It's also a challenge on our side. Kwa hivyo mimi nitaomba tu wala ambao wako kwa education sectors, wao watu ambao wanajua masuala na mtaala wa elimu, na they advise the governors go accordingly. Governors si wabaya, but the advisors ndio shida. We've done 61 ECD classrooms, which gives a total of 386 modern ECDs holistically for the last 12 years or so since devolution started. And this has increased the number of ECD pupils from 30,000 to over 100,000. So it's only Kakamega that we have so many kids in ECD, 100,000 in number. And of course, the welfare of our ECD teachers is also critical. We have almost 2,185 ECD teachers whom we have put on permanent pensionable terms. Again, this has gone very well. To just give them morale. Asante tu mwenzangu, jinsi umeweza tu kusikia kwa baadhi ya wadau katika sekta ya elimu ni kwamba japo kuna hatua ambazo zimepigwa, bado kuna masuala ambayo yakizingatiwa tutaweza kuimarisha elimu ya awali ya mwanafunzi. Narejesha kwako studioni kutoka kaunti ya Kakamega. Jina langu ni Caroline Obwamo. Pale ambayo ilikuwa imeandaliwa na mwanahabari Caroline Obwamo kutoka kaunti ya Kakamega akizungumza na baadhi ya wadau kuhusiana na swala zima la ugatuzi miaka 13 baadaye. Kama ulivyoona leo
Rais William Ruto alizindua rasmi kongamano hilo ambalo linafanyika katika kaunti ya Homa Bay. Ni kongamano ambalo lilianza jana, linatarajiwa kutamatika siku ya Ijumaa. Cha mno aliyozungumziwa siku ya leo ni hili zimwi la ufisadi ambalo linaonekana kulegeza kamba katika mafanikio na vile kuweka kikwazo kikubwa katika safari yetu ya kuafikia ugatuzi na kuhakikisha kwamba huduma zote muhimu zinawafikia Wakenya jinsi inavyofaa. Basi bunge likaonekana kulaumiwa pakubwa, kwani kwa njia moja ama lingine basi linachangia ufisadi. Maanake wale magavana ambao wamepatikana na kesi ama madai kuhusiana na ubadhirifu wa fedha, matumizi mabaya ya fedha za umma, ufisadi, wanapokwenda bungeni ili kupigwa msasa wa bunge, nao wanadaiwa kwamba wanaitisha hongo katika juhudi za kuhakikisha kwamba hiyo kesi inakanyagiwa chini, yani haitafaulu kesi hiyo inapoendelea kufanywa uchunguzi katika bunge. Kwa hivyo Rais William Ruto ameonyesha kidole cha lawama kwa kulemaza vita dhidi ya ufisadi, akitaka kwamba wamakinike. Kando na hayo, ametoa wito kwa taasisi husika kama vile tume ya kukabiliana na ufisadi EACC, akisema kwamba ipo haja ya kuongeza na kukaza kamba dhidi ya ufisadi miongoni mwa viongozi na vile maafisa wa umma. Na bila shaka mtazamaji, tutakuwa tunajaribu kuzungumza na baadhi ya wataalamu, tunazungumza na baadhi ya viongozi ili kuweza kujua tu, je, wanahisi kwamba ni yapi ambayo yanapaswa kufanywa hata zaidi kuhakikisha kwamba ugatuzi tunauboresha hata zaidi. Na pia tunaangazia, je, Wakenya wote kuna usawa, Wakenya wote wanafaidika na ugatuzi? Ni maswali tu pale ambapo tutakuwa tunauliza hapo baadaye mtazamaji. Lakini cha umno tunaangazia miaka 13 ya ugatuzi, na tunakuuliza pia wewe mtazamaji uzungumze nasi katika mitandao ya kijamii tukitaka kujua, je, ugatuzi umekugusa kivipi? Unahisi kwamba ni kipi kinapaswa kufanyika kuweza kuboresha ugatuzi hata zaidi? Na pia umenufaika vipi na ugatuzi? Unaweza kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii. Kumbuka kwamba pale K24 unatupata kupitia K24 TV na vile katika runinga ya Kameme unatupata kupitia @Kameme TV. Nambari ya WhatsApp itakuwa inapita hapo kwenye kiwambo cha runinga yako. Hakikisha kwamba unazungumza nasi ili tuweze kuyaangazia yale maoni ambayo utakuwa unayatuma mtazamaji kuhusiana na miaka 13 ya ugatuzi. Na bila shaka basi tutakuwa tunazungumza na Kimani Ngunjiri mtazamaji kwa njia ya simu, maana tunajaribu kumpigia hivi sasa ili tu kuweza kujua, je, ugatuzi hapa Kenya miaka 13 baadaye tunaweza sema kwamba tumefikia wapi kama taifa? Na sijui kama unanipata. Yes, nakupata. Naam, asante sana kwa kujiunga nasi kwenye kipindi chetu cha People Dialogue siku ya leo. Na pengine ningetaka mtazamo wako, kwa maoni yako, unahisi kwamba miaka 13 baadaye, hasa katika swala hili la ugatuzi, unahisi kwamba Kenya tumefanya vipi? Yaani ukitaka kuweka asilimia, unasema tumefikia wapi? Well, vile ningesema hakuna kitu kizuri kama devolution. It is a very 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 good thing. Ni mzuri sana, lakini shida ile tuko nayo kwa miaka 13 haijaweza kukamata laini kwa sehemu nyingi kwa njia mzuri. Ukiangalia kwanza counties ni wazi na watu wanaona, utajua ni county gani inafanya mzuri sana, ni county gani haifanyi mzuri. So counties out of 47, county chache sana zinafanya mzuri, na hasa zile zilikuwa zimeangamia kwa mambo ya kuweza kufikiwa na maendeleo, nyingi zimeenda kwa njia mzuri, lakini nyingi zimekuwa uvujaji wa pesa na wizi iko juu zaidi na haijakamatikana kwa njia mzuri, njia ya kuweza kufuatilia hizi pesa, kwa sababu inaonekana baada ya kuiba wale wanafanya kazi ya kuweza kuchunguza pia nao wanachukua muda mrefu sana, na pia mambo ya corruption pia inakuweko kuliko kuchunguza ukweli na ifanyika, kwa sababu watu wanajua ukweli. Ni kusema ukweli, wewe ukiweza kuchaguliwa kama gavana watu wanakujua, so wanajua unakaa namna gani, maisha yako imekuwa namna gani. Lakini sasa baada ya hiyo kuangazia, unasikia una manyumba ya ghorofa Mombasa, una manyumba ya ghorofa Nairobi, umenunua mashamba maelfu na ngapi. It is so open. Na ile aibu iko kubwa ni kuwa that ukatuzi ile inafanya kwa njia mzuri, inasaidia wananchi na wananchi wanafikiwa mzuri sana na maendeleo, lakini sehemu nyingi na mambo nyeti, mambo ya ukabila iko ndani, haiendeshi vile katiba imesema. Lazima wafanyikazi wakuwe percent fulani kabila loko na wengine lazima, ili tuweze kuvunja mambo hii ya ukabila. Unakuta sehemu nyingi hawafanyi hiyo. Kwa hivyo, lakini sehemu ambayo inafanya mzuri, kwa mfano
tuseme kama sasa kama pandi kama Murang'a you can see Kang'ata is trying, is doing very good. Ukiangalia kama mtu kama Kimani wa Matangi, unaona unasikia mashule ya nursery school ile ameanzisha, hata unashangaa 300 400, unashangaa hizo pesa zilikuwa naenda wapi ndani hiyo. Ukiangalia pale kama kwa Wanga, unaona Wanga, it's like actually you say it should be another city immediately, kwa sababu unaona wako na njia mzuri ya kuweza kujipanga. Kuna city, kuna national park, tena watu wanafaidika. Ukiangalia watu wanafaidika hasa kabla hiyo siku 4 ikwishe, watu watawachwa wakuwa na pesa ya kutosha. Barabara zimetengenezwa mzuri, hospitali ni mzuri, tumeona viwanja ni mzuri, lakini kaunti zingine zinapata pesa nyingi, lakini hakuna kitu ambayo inaonekana. Kwa hivyo hata rais naona anaamini kabisa mambo ya devolution. Asante sana kwa maoni yako. Asante sana kwa maoni yako kuhusiana na hali ya kitaifa ya ugatuzi humu nchini. Bila shaka naona pale umegusia masuala kadhaa ambayo yanaonekana kuimarika hata zaidi na zile changamoto ambazo bado zinashuhudiwa. Asante sana kwa mchango wako kwenye kipindi hiki cha People Dialogue. Na moja kwa moja mtazamaji, nafululiza hadi katika kaunti ya Homa Bay, tuungane na mwanahabari Majibu Kitao ambaye amekuwa akihudhuria kongamano la ugatuzi ambalo linafanyika kaunti hiyo na yupo tayari kwa kikao maalum na wadau husika. Kwako Majibu, kama unanipata. Moja kwa moja kutoka kaunti 043 kaunti ya Homa Bay, tayari kongamano la ugatuzi mwaka wa 2025 limefunguliwa rasmi na Rais William Ruto hii leo. Yapo mengi ya kuzungumzia kuhusiana na ugatuzi, na hapa nilipo basi na jiunga naye msemaji mkuu wa serikali Dr. Isaac Mwaura. Kwanza asante sana kwa kuweza kutenga muda wako kuweza kuwa nasi siku hii leo kwenye runinga K24 na pia vile vile runinga ya Kameme. Nikianza moja kwa moja, miaka 13 tangu serikali za ugatuzi zikubuniwa hapa nchini Kenya, tumefikia wapi kufikia sasa? Nataka kusema ni vizuri sana vile ambavyo tumefika hapa. Tangia tuanze kupatiana pesa za ugatuzi, zile gatuzi 47 ni zaidi ya matrilioni ya pesa ambayo tumeweza kupatiana mgao wa fedha. Kama mwaka huu ni shilingi bilioni 415, na nafikiri tumeona kwamba kuna maendeleo mengi sana ambayo yametendeka katika kaunti tofauti tofauti. Ukikumbuka vile ambavyo haya maeneo yalivyokuwa yanakaa, kama vile Kitui, Bungoma, Lodwar, ukienda kule hapa Homa Bay, kulikuwa ni mahali kunakaa tu hivi tu. Lakini sasa tunaona uwezo wa hizo fedha ambavyo umekuja miundo msingi. Kwa mfano hapa nilikuwa nafurahi sana kuona Raila Odinga akiwa ndani ya uwanja wa Raila Odinga. Unaona? Kwa sababu hiyo ni mojawapo ya mazao ya ugatuzi. Ukiangazia kama kuna ile Paya Beach pale, watu wanaweza kusafiri kupitia maji, kupitia water bus, basi la maji, wanakwenda Kisumu kwa njia fupi, sio masaa mawili kutumika pale. Ukiangalia kama ni kule Bungoma kuna ile tumefanya pale. Ukatiza kidogo, umesema uwanja wa Raila Odinga. Mwingine atauliza, je, ni uwanja ulijiri baada ya salamu zile za maridhiano, baada ya broad based government, ama imejiri baada ya serikali za ugatuzi? Ni baada ya serikali za ugatuzi, kwa sababu tayari ndio tumekuja hapa kufanya Madaraka Day. Umeshawahi kuona kwamba Madaraka Day imefanyika hapa? Kuna mambo mengi sana. Ukiangalia kama kule Kerugoya kuna hospitali nzuri sana ambayo imeundwa kule. Ukiangalia kama ni kule Kiambu, ule uwanja wa Kirigiti, ukiangazia kwa mfano, kuna mambo mengi sana ambayo yamefanyika kutokana na ugatuzi. Sio sasa hivi mabarabara yamejengwa, hospitali zimeweza kujengwa, shule za chekechea zimeweza kujengwa, na masoko na kadhalika. Kwa hivyo ni jambo ambalo limesaidia sana. Na mimi mwenyewe kama ambaye aliyekuwa seneta, naweza kusema kwa hakika kwamba ugatuzi umeleta maendeleo mengi sana. Na sasa kwa sauti ya Mkenya wa kawaida, najua nazungumza kama kiongozi ni sawa, lakini kwa Mkenya wa kawaida, je, nadhani ni mambo gani ambayo ameweza kunufaika nayo sana ukizungumzia katika serikali za ugatuzi? Mwanzo ni ajira. Watu wengi sana wameweza kuajiriwa na wakaweza kujiinua katika familia zao. Unakuta kwamba watu ambao walikuwa tu kwenye mtaa wamewekwa katika enforcement, wengine wamekuwa askari wa county, wengine walikuwa ni wauguzi, wameweza kuajiriwa. Kwa hivyo ajira imechangia pakubwa sana. Jambo la pili
Pia ugatuzi umeweza kusaidia sana katika biashara ndogo ndogo. Kwa mfano utakuta kwamba hapa Homa Bay kwa sababu ya hii conference ya devolution sasa hapa kuna biashara ambazo zimeweza kuinuka sana. Watu wanaanza kupata soko mpya, wanaanza kupata bidhaa mpya kama ni ujenzi, wale ambao wanauza simiti, wale wanauza mbao na kadhalika. Kwa hivyo ugatuzi umesaidia watu wengi sana, hata ikatengeneza matajiri wapya, matajiri vijijini. Unaona? Matajiri ni matajiri viongozi au matajiri wananchi wa kawaida? Wacha nikuulize, kama ungekula yote Nairobi lakini wengine wanapata hapa ni gani nzuri? Tuseme tu kwa ukweli, si ni vizuri tuweze kufanya pale na wengine wafaidike hapa. Wakati tumefanya mambo ya ugatuzi, kwa sababu nilikuwa katika mchakato mzima tu wa kuleta katiba mpya. Kisa na maana ni kuhakikisha kwamba tuwe na usawa ugavi wa rasilimali za nchi na pia madaraka. Unaona? Na mambo haya yameweza kutendeka. Kuna wengi sana sasa vijana wetu wamekuwa ma MCA ambao sasa wamepata nafasi ya kuwa viongozi. Wengine wamekuwa ma CEC, wamekuwa ni watu wa kufagia, wengine wamekuwa ni yani aina zote tabaka mbalimbali za watu. Daktari, Waswahili husema palipo na dhoruba shwari pia ipo, na palipo na shwari dhoruba pia ipo. Ni ukweli tunazungumzia mafanikio ya ugatuzi, lakini pia hakukosi changamoto. Changamoto ni zipi? Mwanzo ni ufisadi mkubwa tu. Nafikiri kuna wengine ambao waliona wakati wakajizolea mali, hususan kisa na maana kwa sababu hakukuwa na miundombinu na miundo misingi ya kuhakikisha kwamba zile fedha hakuna ubadhirifu. Na wengi wamepelekwa korokoroni. Kuna magavana ambao unawajua ambao sasa hivi ambao wana kesi tofauti tofauti, wengine hata waliweza kungatuliwa wakafanywa ile impeachment. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni ule uzoefu wa utendakazi. Unaona? Nikatiza kidogo, naomba kueleza hapo kwa ufisadi, na kuna viongozi ambao ni kweli wamekamatwa. Rais William Ruto hivi leo katika hotuba yake amesema idara ya mahakama kuna ile ambayo inaitwa ni anticipatory bail ambayo imewakwamua wengi sana kuhusiana na hizi kesi za ufisadi. Utalizungumziaje hilo? Je, tunahitaji mageuzi katika idara ya mahakama kwa sababu hizi bails, anticipatory bails ni kama ni za viongozi, si za wananchi wa kawaida? Mimi nikishika nimeiba kuku hii leo nitalala siku 3 ama hata zaidi, lakini mwingine akishika na mabilioni ya pesa anapatiwa anticipatory bail. Utasemaje kuhusiana na hilo? Niseme kwa kauli moja kubwa kwamba mimi sitaki kusema kinyume na kile ambacho rais amesema, kwa sababu alisema jambo la muhimu zaidi. Itakuwaje wewe ni mtu fisadi alafu unaipatiwa fedha, unaweka fedha pale kwenye mahakama ati usishikwe kwa na wewe ni mwizi? Allah hasha, hilo jambo halijawahi kufanyika katika nchi yote awaye ingine isipokuwa nchi ile, na ni jambo ambalo linafaa kulifutilia kwa sababu linafanya kwamba wale ambao ni wafisadi wasiweze kuwekwa ndani. Lakini endapo serikali basi inajikakamua zaidi katika kumaliza visa vya ufisadi, je, unadhani ni jukumu pia la rais kusema kwamba huyu anafaa kushikwa, ni kweli mhusika katika kesi ya ufisadi anafaa kushikwa, ama tunafuata sheria? Na je, ni upande mwingine labda kama ni kuajiri majaji na kuwa ni kesi? Nafikiri tuseme hivi Majibu, kwamba jibu lako ni kwamba wewe Majibu unamwekea rais maneno kwenye mdomo. La hasha. Kwa sababu yeye mwenyewe hakusema kwamba ati nani anafaa kuamua. Si hilo jambo linashughulika na EACC. Kuna ile tume ya kupigana na ufisadi na wale ambao ni wadau wote, kuna yule DPP. Kwa hiyo si ukishapatikana una hatia na ukikisiwa una hatia, umeweza kuiba, basi kuna ile mikakati ambayo ufuatwa, kuna kanuni na sheria. Kwa hiyo jambo ambalo ni mbaya kwamba mahakama inaweza kufanya kwamba watu wote ambao wanasikikana kwamba wamefanya ufisadi wanapatiwa ile bail. Swala la ufadhili wa serikali za kaunti limekuwa ni kero kwa muda mrefu. Magavana wanalalamikia kwamba hawana hela za kutosha, na zikija basi zinakuja kuchelewa. Shida iko wapi? Na kwanza tushukuru kwa sababu leo rais kwa mara ya kwanza ametia sahihi mikakati kadhaa ambayo ya kisheria hapa Homa Bay. Hilo jambo halijawahi kutendeka katika historia. Na mojawapo ya ile sheria ambayo imeweza kuwekwa ni kwamba jambo la kwanza kwamba sasa magatuzi yetu yale mabunge ya kaunti sasa yana mfuko wao wa fedha kuondokana na gavana mwenyewe. Jambo la pili ni kwamba zile fedha ambazo zitakuwa zimebakia katika mwaka uliopita wa fedha hazitarudishwa kwenye serikali kuu, zitaendelea kutumika, ndio tuondoe haya maneno ya pending bills. Kama hujalipwa na pesa bado zilikuweko, utapatiwa hizo pesa ndio tumalizane. Nafikiri hilo ni jambo zuri zaidi. Tunafaa kupigia upato sana. Jambo pia lingine ambalo linatendeka ambalo Mheshimiwa Rais ameweza kuahidi ni kwamba sasa ma MCA pia watakuwa wakipatiwa pension baada ya kuserve mihula mingapi?
miwili kama vile wabunge sisi, kwa sababu mimi nimekuwa mbunge mihula miwili, tunapata ile pension. Ukifika miaka 45 ni vizuri niseme hivyo. Kwa hivyo majenzi hapo lazima kwanza umee ndevu kidogo hapo. Na hiyo hata mimi mwenyewe niko na miaka 43, nimeweza kuwa senator nilikuwa na miaka 40, bado sijapata pension ya kwangu. Kwa hiyo si ati na wakejeli. Lakini na pia zaidi ya hapo amehakikisha kwamba fedha zinafika. Tulipofika tarehe 30 Juni, fedha zote ambazo county zilikuwa zinafaa kupewa maeneo gatuzi zilikuwa zimepatiwa kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo yeye mwenyewe na serikali ya kitaifa iko kipaumbele kuhakikisha kwamba ugatuzi unaweza kusimama. Daktari, baadhi ya sekta ambazo zinaweza kugatuliwa kikamilifu ni miongoni mwa sekta ya afya, lakini kwa muda mrefu tumeweza kuona kwamba Wakenya wanaenda hospitali lakini wanaarifu kwamba hakuna dawa, kuna ukosefu wa dawa. Pia hapo changamoto kubwa zaidi iko wapi? Endapo unasema kwamba fedha zinatolewa lakini bado wananchi wanakosa huduma za kimsingi kama afya, hakuna dawa hospitalini. Sasa hivi tumeweza kuweka zaidi ya shilingi bilioni 21 katika ule mfuko wa fedha wa tunaita Primary Health Care Fund PHCF, ambao unashughulikia hospitali ya zahanati kiwango cha kwanza, cha pili na kiwango cha 3 cha hospitali. Mwaka uliopita tulikuwa tumeweka shilingi bilioni 3 peke yake. Na rais ametoa kauli kwamba mtu awaye yote akienda katika zahanati asiweze kulipishwa pesa na kaunti yoyote. Na hilo sio jambo ambalo amelisema sasa hivi. Tulikuwa na yeye Jumapili Kiambu, alirudia hilo jambo. Na leo pia ameweza kusema tena, tafadhali magavana wetu, hospitali zetu, fedha tutalipa sisi kama serikali kuu kupitia SHA. Mzungumzia swala la ufisadi na ni kama ni donda ndugu kabisa katika kufanikisha ugatuzi humu nchini. Je, nikuulize hili kwa maana umesema mwenyewe kwamba wapo viongozi magavana ambao waliweza kukamatwa na baadhi yao pia wanaakisi mahakamani kuhusiana na ufisadi. Je, na hizi serikali za ugatuzi, ufisadi pia uligatuliwa? Nafikiri hilo ni jambo ambalo tunafaa kujiuliza sisi kama Wakenya kwa ujumla, kwamba maadili yetu yamerudi chini sana. Na ni warai wa Kenya wenzangu, haikufaidi wewe kuiba fedha za umma. Kama kandarasi imewekwa na imeweza kuongezewa pesa nyingi zaidi, upunguze kama wewe ndiye mtendakazi, kama wewe ndiye afisa mkuu mtendaji, ili Wakenya waweze kupata dhamana ya sarafu yao, dhamana ya pesa. Kwa sababu sasa hivi tuna ule mfumo wa e-procurement. Na utasaidia sana, ndio kila Mkenya anajua kalamu ilinunua kwa shilingi 10 kama vile ambayo nanunua hapa, ama ilinunua kwa shilingi 30 eti kwa sababu imeuziwa serikali. Mambo ya ufisadi nafikiri yataendelea kipunguka, lakini vizuri wa Kenya, kama kuna mtu yote amefanya ufisadi, tumtaje jina ili tuweze kujua. Tunapoendelea na kongamano hili la ugatuzi, basi Wakenya watarajia nini tukiendelea na kuzungumzia swala zima la ugatuzi na pia kongamano hili linapoendelea? Na wakati wa kwanza, wakati tulikuwa na hili kongamano la ugatuzi, tulishangaa sana kaunti tofauti. Maonyesho yao ilikuwa ya kuchekesha kidogo. Wengi walikuwa wanakuja na maharagwe na mahindi na ndengu. Lakini sasa hivi unapozunguka unaona kaunti tofauti zimeweza sasa kujua vile ambavyo wanafaa kujiuza. Kwa mfano kama hapa kuna ile Kaip, eneo la viwanda hapa, na tayari unaona zaidi ya kazi 10,000 zimeweza kupatikana kutokana na ule mfumo, na kwa sababu tuliweka shilingi milioni 500 pale. Kwa hiyo sasa hivi nafikiri kaunti zimeanza kuonekana zinafanya kazi hivi. Kwa mfano gavana rafiki yangu Kangata ametuonyesha vile ambavyo anatumia teknolojia kuhakikisha kwamba ameweza kuokota pesa vizuri kwa njia ambayo inayofaa. Utakuta kaunti nyingine pia inaweza kusema kama kule Kitui tunawatengenezea nguo. Unaona? Ukienda kaunti nyingine itakwambia hata tunataka kutengeneza mvinyo. Tunataka kuona ni kipi ambacho kila kaunti imebobea kwa taaluma yake ama kwa huduma ipi, ili tuweze kuonyesha Wakenya kwamba kuna faida ya ugatuzi huu. Asante sana Dr. Isaac Mwaura, msemaji mkuu wa serikali. Kweli ameweza kujibu mengi, majibu sina jibu. Niseme asante sana kutenga muda kuweza kuzungumza nasi. Umekuwa mubashara kwenye runinga ya K24 na pia vile Kameme. Kwa sasa nakurudisha studioni mwenzangu Busara na Aman ako ange kabisa aweze kuendelea na gumzo hili kwa kina kuhusiana na ugatuzi. Miaka 13 baadaye tumefikia wapi na tunaelekea wapi? Na asante sana Majibu Kitao akiwa katika kaunti ya Homa Bay, ambapo shughuli nzima ama kongamano zima la
Ugatuzi imekuwa likifanyika mtazamaji, na limezinduliwa rasmi hii leo na Rais William Ruto. Na moja kwa moja na kurejesha hapa studioni ambapo tunaendelea na mazungumzo tukiangazia miaka mitatu ya ugatuzi mtazamaji. Na moja kwa moja nitakuwa nachukua fursa hii kuweza kumkaribisha mgeni wangu ambaye tayari ameshawasili ndani ya studio, na kwa pamoja basi tutakuwa tunaiangazia mada hii tukiangazia yale matunda ambayo tumeyapata, zile changamoto zilizoko na mianya ambayo inapaswa kuzibwa. Na moja kwa moja acha nichukue fursa hii kumkaribisha tu. Natumai kwamba umeshinda vyema. Asante sana kwa kuja, na kwa manufaa mtazamaji ningependa utusalimie na ujitambulishe. Asante sana. Kwanza kabisa siku kuambia happy birthday juzi. Happy birthday. Najua kwa Kiswahili changu kidogo kifika hapo, labda tuseme siku njema ya kuzaliwa. Siku njema ya kuzaliwa. Asante. Nimefurahi. Nimefurahi kuwa hapa tuzungumzie juu ya miaka 13 tangia tuanze ugatuzi nchini. Naam, jina lako basi hujawaambia watazamaji. Mimi naitwa Arnold Maliba. Mimi ni kinara wa chama kinaitwa Progress Plus Alliance ama PPA. Haya basi, asante sana kwa kutambulisha. Najua kwamba tumekuwa nawe mara nyingi kwenye kipindi cha Mchipuko, ni vile tu nilikuwa nataka uzungumze mwenyewe, ulitamke jina lako kwa raha zako. Karibu sana. Na tuanze kuzungumzia, na ningetaka kukuuliza kwa maoni yako katika swala zima la ugatuzi. Wewe ukiangalia hivi, tunaweza kusema ni sekta gani ambayo imevuna matunda mengi zaidi? Maanake kuna elimu, kuna afya, kuna miundombinu, kuna sekta ya maji. Kwa maoni yako ukiangalia kaunti nyingi hapa Kenya, wanaweza kujivunia katika sekta ipi hasa ambayo imezaa matunda mengi? Nadhani sekta ambayo hasa mimi ningependa kusema kuwa imekuwa na fanaka kiasi kabisa ni uwakilishi wa watu. Kidogo sauti ya mwananchi sasa si lazima ije Nairobi. Najua kwa muda mwingi ikifika representation watu wanaona kwa kuwa hiyo sio sekta muhimu, lakini ni sekta muhimu sana. Kwa sasa wananchi wana viongozi ambao wako mashinani pale, hasa MCA. Kitambo kulikuwa tu na kansila na alikuwa anaenda pale either kwa municipality ama kwa local authority na sauti haingepita hapo hivyo. Lakini kwa saizi kuna representation iko vizuri sana. Sauti ya mwananchi inasikika vizuri sana. Huwezi kulinganisha na vile ilivyokuwa hapo awali. Na hiyo ni maendeleo kwa sababu inasaidia demokrasia. Pili, sasa ukiangalia kwa zile sekta ambazo hasa tunapenda kuziangalia kama maendeleo, afya kwangu mimi nadhani afya imefanya vizuri sana kwa sababu wakati huu sasa hamtaambiwa kuwa dawa zinatoka Nairobi. Tutaenda kuongea na waziri ndio tuletewe madawa, matibabu, vifaa na kujengewa hospitali. Kwa sasa hiyo imeletwa karibu kabisa. Naam, na Maliba tutarejea tukizungumzia mengi. Naelekeza tuchukue mapumziko mafupi mtazamaji, lakini tukirejea basi nipo na Arnold Maliba hapa. Tunaangazia mengi tu kuhusiana na ugatuzi miaka 13 baadaye. Usende mbali. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Kila tunapopitia majaribio maishani, sio kutuonyesha udhaifu wetu, bali ni kutusaidia kugundua uwezo wetu. Basi tuzilaki changamoto za maisha, kwani zinatunua na kututayarisha kwa siku za usoni. Kupata uwezo wetu kama sikiza tune yako, dial *811 *615#. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality.
Ngoro yakwa nĩ gũkwambararia ĩkũgocaga hingo ciothe we wanjamithirie irathimo ciaku ũgĩtũma nduĩke mũira wa ũtonga waku. Nĩ thengio nĩ marĩa ũnjĩkagĩra ona ngũhĩtĩirie no ũthiaga na mbere na kũndathima, na nĩkĩo ndoiga ngoro yakwa ĩgũtũũre thererũkĩte ĩgũcokagĩria ngatho nĩ marĩa ũnjĩkagĩra. Rũgambi rũrũ rwa ngoro yakwa rũthondeketwo rũtuĩke wĩira kũrĩ andũ arĩa marakũhũrĩra rĩrĩa marakũhũrĩra magathikĩrĩria mawĩko marĩa Ngai agwĩkĩire. Kwĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa hihinya *811 *487# wĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa ta rũgambi thimũ-inĩ yaku ũmũthĩ ũkeni arĩa othe marakũhũrĩra thimũ *811 *487#. Family ya Mũtigairĩ George Kuria Kahuhi na Organizing Committee ni maramũĩta harambĩ ya gwetha mbeca cia kũrĩha bill ya thibitarĩ iria ciarĩ mirioni 1,300,000 na citigarĩte nuthu mirioni. Ũteithio waku no ũtũme kũrĩ paybill number 522533 account 8007556 kana M-Pesa number 0714804978. Harambĩ igakorwo Mishoki Technical Training Institute muthenya wa kiumia tariki 14 mweri wa kenda kwambĩrĩria thaa 7 cia muthenya. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Na karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi katika matangazo yetu maalum ambayo yanakujia mubashara katika runinga ya K24 na vile vile Kameme TV, tukiangazia miaka 13 baada ya ugatuzi. Ndani ya studio nipo naye Arnold Maliba ambaye ni kinara wa chama cha PPA, tukiangazia tu yaliyomo katika miaka 13 ya ugatuzi. Tunaangazia ile matunda tuliyopata, changamoto zilizopo. Na moja kwa moja awali kabla tuelekee mapumzikoni, Bwana Arnold, tulikuwa tunazungumzia yale ambayo nahisi yamefanikiwa, sekta ambazo zimefanikiwa zaidi. Umetaja uwakilishi na ukasema afya. Na nikakukata ulipokuwa unachangia hasa katika hoja yako ya afya. Afya kidogo tumeweza kuona kuna procedures ambazo hazikuwa zimefanywa kwa maeneo mengine, kwa sasa zimeweza kufanywa. Kuna maeneo nchini hapa hazikuwa zinaweza kufanya cesarean ama ile mama anapojifungua kwa njia ya upasuaji. Kwa njia ya upasuaji, na unajua mara mingi inakuwa ni dharura. Kuna sehemu ambazo haikuwa inatendeka. Inamaanisha kwenye maeneo hayo tulikuwa tunapata either maafa ama madhara mengine. So upande wa afya kidogo bado kuna changamoto ndio, lakini afya magavana wameweza kufanya vizuri, kwa sababu unajua gavana sasa hawezi kukuambia ataenda mbali sana. Kutoka penye watu wapo hadi kwenye makao makuu ya county ni pahali ambapo ni padogo, watu wataweza kufika. Na pia MCAs wapo kwenye vijiji na pale grassroots ama tunasema pale kwa ground, MCAs wako kwa kila siku. Kwa hivyo afya imefanya vizuri kidogo, tumeweza kupanua afya kidogo ikaweza kufika mbali sana. Na unaweza kuangalia kwa numbers zile ambazo zilikuwa kwa NHIF na sasa kwa SHA, kidogo ni ugatuzi ambao umeweza kufanya hivyo. Kitu cha tatu ambacho pia unaweza kuona kuna mafanikio hasa kwa zile maeneo ugatuzi ni yenye yana kilimo. Pia kuna kilimo ambacho unaweza kuona pia sekta ya kilimo kidogo pia imefunguka. Kitambo haungeweza kupata kwa watu wanapata mbegu vile wanavyopeana mbegu. Kwa sasa unapata mbegu na mbolea kidogo zinapeana. Kuna counties zinafanya, kuna ile part ambayo national government inapeana mbolea lakini in partnership na counties. So kidogo unapata hizo sekta zimefanya vizuri. Kitu cha nne ningependa kusema ni kitu tunaita mipango, hasa county planning. Napata kidogo siku hizi ukienda kwenye county kuna barabara mpya, kuna upangaji ambao ni tofauti, values zimepanda, unapata real estate ipo, nyumba zinajengwa mpya kwa sababu ya watu hapo. Na hiyo inanileta kwa sekta ambayo mara nyingi huwezi kuiangalia ni kama devolved
function, lakini it's an output of that ni employment. Kule ambapo counties zimeenda, najua hiyo ukibadilisha ama ukaiflip unaweza kusema kuwa counties zimekuwa ni employment bureau, tulienda kuemploy watu, lakini pia mbona tuemploy watu Nairobi? Watu wakipatiwa kazi na wakue huko chini mashinani, wanatumia pesa pale mashinani, watanunua mboga kwa mama mboga wa hapo chini, wanatumia matumizi yao, na hivyo inakuja sasa kwa ile ambayo ni function ya 7 ama kitu mnaweza kusema ni sekta ya 7 ambayo ni trade. Unapata kuwa biashara pia vile pesa zinasonga chini, pia biashara pale chini pia inanoga na inakuwepo. Na umezungumzia hayo masuala, na pengine unahisi kwamba kwa ujumla, maana umetaja sekta muhimu, afya, kilimo na vile vile uwakilishi, na umeangazia biashara na pia ujenzi na miundombinu, na pengine tukiangazia sasa huduma, zile huduma, maana lengo kuu la ugatuzi ilikuwa ni kuleta huduma mbalimbali kwa wakazi pale kwa ground vile tulivyosema. Kwa maoni yako unahisi kwamba ukiangalia kupitia kwa asilimia tumefikia wapi katika kuhakikisha kwamba huduma zinawafikia wakazi pale chini kwa urahisi? Nadhani hatujafika 50%. Ningeweza kupatiwa huru, ningewapea alama ya C. Nasema C plain, between 42 and 47%. Kwa sababu bado tuliweza kudevolve ama tuligatua tabia mbaya zile zilizokuwa Nairobi. Unapata kuna ufisadi. Sasa tuko na 48 centers of corruption. Initially kulikuwa na center moja tu ama kituo kimoja pale ambacho ni Nairobi pale ya kitaifa. Kwa sasa kila county imekuwa center of corruption. Ipo inaendelea, tuliweza kugatua tabia mbaya tukazipeleka kule chini. Leo hii kama EACC inaweza kuamua kushika magavana wale ambao wana shida na mambo ya ufisadi, hakutakuwepo na gavana yote ambaye hayatakuwa kwa orodha. Nasema leo wakiamua kushika magavana, kesho hakutakuwepo na devolution conference, kwa sababu zaidi ya nusu wana shida moja na nyingine, either wanafuatwa na DCI ama EACC. Kuna tu shida nyingi ama wanaandamwa na county assemblies. So leo kama EACC inaweza kusema kuwa tunaenda Homa Bay, tunataka kushika kila gavana mwenye ako na shida na ufisadi. Kesho hakutakuwepo na kikao cha na Rais William Ruto katika hotuba yake leo alinyoshea kidole cha lawama bunge, akisema kwamba bunge inachangia ufisadi kwa njia moja ama nyingine. Manake wale magavana ambao wanapelekwa pale katika kamati hizo wakiwa na kesi mbalimbali za ubadhirifu wa fedha, kuna hongo pale huwa zinatembea alafu kesi inafifia. Maoni yako ni gani kuhusiana na madai ambayo yamebuliwa na mkuu wa taifa? Kwanza kabisa ufisadi mkuu nchi hii ni ule ambao ninauita ni uko katika kile kiwango cha procurement. Na procurement ni function ya executive. Scandal zote, kashfa zote za ufisadi nchini hapa ni kutokana na procurement, na hiyo ni function ambayo inafanywa na executive. Kwa hivyo ni rahisi sana vizuri, na tena rais kusema kuwa legislature, na unajua ameblame sio mabunge tu ya ugatuzi, lakini pia ameweka pamoja na lile la kitaifa na bunge la seneti. Lakini tuseme hivi, kwa kizungu tungesema President William Ruto's chicken are coming home to roost, kwa sababu tabia hii ya wacha nitumie lugha ile ambayo inasema ya wabunge na MCS kuwatoanisha magavana na ministers na county executive officers, as in kidogo ameweza kuiendeleza. Lakini niseme hivi, mimi nikiangalia statement hiyo ya rais haihusiani vyovyote vile na ugatuzi. Unajua rais ametumia bunge mara kama 3 hivi na akawarusha chini ya basi. Kwa kizungu anasema the president has used parliament, amewatumia kufanikisha agenda zake alafu akawarusha chini ya basi zaidi ya mara 3. Mara ya kwanza kabisa ilikuwa finance bill 2024. Hiyo bill ilikuwa ya executive. Rais akaitumia akawasukuma wabunge wakapitisha kwa kutokana na msukumo ambao ulikuwa ni wa rais. Baadaye akaitoa yote na ikaonekana bunge ndio mbaya. In fact bunge liliweza kuvamiwa na hata kuchoma moto. Lakini finance bill huwa inatoka wapi? So hiyo ikawa mara ya kwanza. Mara ya pili amewatumia kwa impeachment ya Rigathi Gachagua. Wakati ule ambao wanapitisha agenda zake ni wazuri na atatumia mbinu zote, lakini akishamaliza anawatupa chini. Na ninajua ni kwa nini rais anasema hivyo. Ni kwa sababu umaarufu wa wabunge umeshuka chini sana. The most unpopular leaders leo ni wabunge. Na anajua vizuri sana kuwa chances zao kurudi ni kidogo sana. Kwa hivyo rais ameamua kwanza kujiondolea hiyo lawama.
that is a political statement, iko na ends tofauti sana na hazihusiani na ugatuzi. Lakini pia tuseme hivi, wabunge pale kwenye magatuzi ama MCAs, kuna challenge moja na pia huwa hatupendi kusema ukweli. Tunalipa MCAs pesa kidogo sana, na hakuna vile utanilipa shilingi 89,000 alafu mimi nikuwe ni mimi ni nafanya oversight ya ule mtu ambaye ako na bilioni 12, 18, 17. Inakuwa ni vigumu. Hata ukiangalia kaunti ndogo kama tuseme kama Lamu kwa mfano, mtu ana bilioni 4-5, wewe unalipwa shilingi 89,000. Huyu mtu akitaka kupitisha agenda hata kununua tu na pesa ndogo. So ni vyema pia devolution conference wanapokaa leo waweze kufikiria juu ya vile watalipa MCAs pesa ya kutosha, kwa sababu MCAs wengi ukipatiana mortgage na hizo vitu vingine kufikisha hata 1,100 ni ngumu sana, na huyo mtu anachunga ule mtu ambaye ana mabilioni. Na umezungumzia wakilishi wadi na vile umetaja hapo swala la impeachment. Na kusema kweli tumekuwa tukishuhudia swala zima la kubanduliwa mamlakani kwa magavana, wengine manaibu wao. Na kwa maoni yako unahisi kwamba hili swala la kubanduliwa mamlakani ambalo linatekelezwa na wakilishi wadi ni swala ambalo linatoka kwa wakazi wa kaunti hiyo, ama ni swala ambalo linasukumwa kwa misingi ya kisiasa? Impeachment inatokana na yale makosa ama shutuma ambazo gavana anaweza kuwa amefanya. Kwa hivyo hasa si lazima itokane na wananchi peke yake. Hata wakilishi wa wadi pale chini ama MCAs kivyao wanaweza originate hii agenda, hasa kwa sababu hao ndio nini, ndio walinzi ama mabawabu wa watu. Wanapokuwa pale kwenye county assembly, wanaangalia, wakiona pesa hazitumiki vizuri, utawala haufanyi vizuri, basi wana ile sababu ya kufanya impeachment ama kuanzisha process ya kutoa gavana. Lakini sasa tutarudi kwa lile jambo ambalo nimesema hapo awali. Kidogo tunawalipa MCAs vibaya. Wale watu ambao wana oversight wana pesa nyingi na wana madharau. Alafu sasa ikakuwa hawa watu wamekuwa sasa kazi yao ni kufanya manipulation, kwa sababu msipoleta shida kidogo na msukosuko pale kwa county, pesa hazipo. Sasa ndivyo hata rais anaposema kuwa kuna shida na legislature. Shida ya kwanza kusuluhisha ni lazima MCAs walipwe vizuri. MCAs wakilipwa vizuri, tutaacha kuona pale ambapo magavana wengine wanawanunua ma MCAs. Kwa hivyo gavana kama anataka agenda fulani ipite, ama hata kama ni kitu kibaya, anawanunua ma MCAs na pesa kidogo sana. Na wakati ule MCAs wana njaa, nao pia wanaamua kuwa walete shida na vurugu ili gavana naye wakumbuke. Na katika hotuba yake leo Rais William Ruto amewapatia majukumu zaidi wa wakilishi wadi, akisema kwamba haina haja wabunge katika bunge la taifa huku wako na majukumu ya hiyo oversight na vile kubuni sheria kadha wa kadha na majukumu mengine, na wawakilishi wadi kule katika county majukumu yao ni kidogo sana. Kwa hivyo leo alizungumza na akasema kwamba basi watakuwa wanapata majukumu zaidi. Kwa maoni yako unahisi kwamba itasaidia vipi ugatuzi? Unajua rais anajipea kazi ambayo sio yake. Pia hiyo sio kazi yake. Rais anajipatia mamlaka ambayo hana. Katiba imeweza kuwapa wabunge na wawakilishi wadi mamlaka yao, imewapatia na ile majukumu ya kufanya. In fact MCAs wana kazi nyingi sana. Ni ile budget zao ni kidogo. Tumekataa kabisa kwa mfano kuachanisha pesa za county assemblies na county executive. Sometimes bado kumekuwa na mvutano ya pesa za county assembly. So unapata speaker hata kuwa they are not as really independent as they were. Besides paying them badly, we also have not allowed them to exercise their independence. Kwa hivyo sasa mambo ya kusema kuwa anawapatia majukumu, hiyo sio biashara ya rais. Rais kazi yake mwenyewe zaidi hiyo independence. Rais kazi yake mwenyewe imemshinda. Nchi haiendi vizuri. Unajua kama kwa sasa Wakenya wameamua kuwa tuko na wageni nchini, kwa hivyo hatutapiga kelele, wageni wakishaondoka tutaendelea na shida zetu. Kwa hivyo rais asisahau kuwa bado shida zetu kama nchi zipo, na tumeweka tu pause, tumeweka koma kwa shida zetu, kwa sababu wageni wakiondoka hivi tutasuluhisha mambo yetu in house. Kwa hivyo hii hapa ni hii mchuano wa CHAN ndio unafanya mambo. Asisahau, asione kuwa unajua sisi tunashangilia Harambee Stars because that is a national moment. Na nchi imeungana kusupport watu wetu, kwa sababu Wakenya wanajua tofauti ya serikali na nchi yao. Kwa hivyo kwa wakati huu nchi imetulia, kwa sababu tunajua tofauti ya serikali na nchi yetu. We know the difference between government
end the country. Kwa hivyo wakati huu hatuna haja na kwa hivyo rais asijipatie shughuli ambayo hana. Katiba imeshawapatia mamlaka na kazi ile ambayo MCAs wanastahili kufanya. It's not in his space completely kufanya hivyo. Na umezungumzia swala zima la mvutano, ukizungumzia kuhusu county, serikali za county na serikali kuu. Na pia sisi tumeshuhudia mvutano ambao unapata kuna majukumu ambayo ni ya serikali za county, lakini bado serikali kuu inaonekana kwamba bado yanaendelea kutekeleza. Na licha kuwa kulikuwa na huo mpito wa kuleta hayo majukumu katika county, kumekuwa na kucheleweshwa kwa kuhamisha kwa haya majukumu kwa county, swala ambalo linalemaza shughuli na vile vile kuleta hiyo hali ya mvutano. Pengine kuna lipi ambalo linafaa kufanywa kuhakikisha kwamba majukumu yanakuwa wazi, kila mtu anajua kila kitu ambacho anafaa kufanya? Ukiangalia schedule 4 ya katiba ina delineate functions za county na zile ambazo ni za kitaifa. Ukiangalia hapa hata kuna yale majukumu ambayo yamepatiwa county government, lakini unapata national government bado inafanya nini? Ina interfere. Kwa mfano, the national government ama serikali ya kitaifa bado inajenga markets ama soko. Hiyo ni function ya county government. Lakini kwa sababu ni lazima watu wachache pale kwenye ministry wapate influence ya kupeana tenders na kupata kickbacks, the only reason kwa nini rais bado anaruhusu serikali ya kitaifa kujenga masoko sio kwa sababu counties hazina capacity. Counties zina capacity ya kutosha, ni kwa sababu ya ufisadi. Kwa hivyo ukiangalia hata zile functions ambazo national government imekatalia, mfano mwingine pia ni tulizungumzia afya. Unapata bado the national government should be in charge of policy, lakini unapata bado wana micromanage counties vile zinafanya kazi. Hata sasa unaangalia pesa zinapotea kwa e-citizen, unaona national government bado inataka kutengeneza ka section ka e-citizen ka kuchanga pesa za collect ama kukusanya ushuru kwa kutoka kwa counties. The national government is obsessed na kuchukua to take back ile power ambayo county government zimepatiwa. Na busara labda ningependa tufikiri, unaona kama mfano juzi Auditor General anasema tumepoteza sijui ni bilioni 9 ama bilioni 11 kwa e-citizen. Nataka ukumbuke kuwa wakati fulani rais alikuwa anasukuma shule. Nataka ukumbuke fees ya watoto wako iende hapo kwa e-citizen, ipotelee hapo. Vile tunaona inapotea kwa sasa. As in, mtu anaweza kuwa that is so immoral. I don't know kama ni immoral ama ni amoral, ni kukosa maadili kabisa. Sasa saizi bado tunataka tulazimishe counties pia collection zao zipitie kwa hii e-citizen moja ingine, so that somebody anachukua hiyo pesa ya convenience na pia atumie pesa vile anataka. Kidogo hapo ndio penye kuna shida kubwa. Serikali ya kitaifa bado inakandamiza ugatuzi, na pia serikali zingine za ugatuzi pia hazijakuwa zikifanya kazi yake vizuri. Kwa mfano, kuna hii kitu inaitwa on source revenue. Ukiangalia kwa balance yao, kwa budget yao wakifanya, wana overestimate on source revenue, on revenue, and then hii ingine yenye inatoka mgao ambao unatoka kwa mgao wa kitaifa. Ndio unapata bado kuna pending bills nyingi sana. Mpaka kwa sasa bado kuna pending bills za huko nyuma. Kuna watu wengi sana wameweza kujinyonga, wamepoteza matumaini, wamekuwa auctioned, wakakosa maisha yao yakaharibika kwa sababu ya kufanya biashara na hizi serikali za ugatuzi. Kwa sababu pia bado kuna mchezo mwingi sana. Na unajua sio tu kupatiwa majukumu, pia serikali ikipatiwa majukumu kama ni serikali ya county iwajibike na ikumbuke kuwa zile pesa ambazo inatumia ni pesa za raia, na wale watu ambao wanafanya kazi na county pia ni watu wa Kenya. Kwa hivyo bado kuna kazi ya kufanya, lakini hatuwezi kusema kuwa ugatuzi umeshindwa. Ugatuzi utaendelea vizuri. We just need the political will na enforcement, hasa kwa EACC na hizo multi agencies hizo zingine ambazo zinashughulikia ufisadi. Na bila shaka Arnold, tutakuwa tunarejea kwako baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa wacha tufululize. Turejee tena katika kaunti ya Homa Bay, na hivi sasa tutakuwa tunaungana na mwanahabari Brian Amwai, naye atakuwa anazungumza tu na baadhi ya wadau eneo hilo kuhusiana na swala hili zima la ugatuzi. Amwai, vipi, uko tayari? Naona anajiandaa pale. Na kama unanipata na kama uko tayari na kuachia usukani. All right, thank you so much. And of course, the conversation on the People Dialogue continues. It is 13 years of devolution. What are the challenges that we have faced? What are some of the achievements? How do we chart the way forward? And how do we go about it by involving the people?
And what better way to have that conversation if not here in Homa Bay, where the 9th Devolution Conference is currently underway. Today, of course, President William Ruto officially opening this particular conference. Now, here on stage, I do have a panel of experts who are going to help us dissect and make sense of what has happened today and what we are looking forward in the coming days and even in the coming years as far as the devolution is concerned. Welcome to the People Dialogue Homa Bay edition. My name is Brian Amwai, and of course, joining me on this particular set, I do have Dr. Henry Paul Gishanga, who is the Devolution and Research Lead at Katiba Institute. Thank you so much for making time. Thank you. All right. And also Honorable Chege Mwaura, who is the Secretary General, County Assemblies Forum. Thank you, Chege, for coming and making time for this particular conversation tonight. Let me start with this one. President William Ruto today officially opened the Devolution Conference. What was that big announcement? Was the autonomy that county assemblies have actually been given? Let me start with that one. Honorable Chege, what do you make of that? First, that's a very big milestone for devolution and for the operationalization of county assemblies so that they're able to access the monies directly from the control of budget without having to go queue or beg the county executive or through the governor to access monies that they have already passed in the budget. And so it means that the bureaucratic process of going through executive to go to the controller so that you can access money that you've already budgeted for is now going to be a thing of the past, which means now moving forward, you expect better oversight, expect better legislative powers, expect better representation from the assemblies. Was that a hindrance when it comes to proper oversight for the county assembly? Of course, Amwai, because if you are going to ask money to the person you're oversighting, then they dictate how far you can oversight. Because if you want monies to be able to go and check the hospitals that have been done or roads that have been done, yet they're the ones who have done that project and they don't want you to go further, just ensure that you're not going to get enough support in that regard. Okay. And so that makes your work a bit difficult. But since the budgeted process has already been done, then now what will happen is that the controller will look at the percentage of the budget, what is the shareable, to the same way we do at the national and the county. Now will be within the county what is shareable to the governor's side, what is shareable to the assembly. And at every disbursement, everyone is given their share as per the disbursement. Okay. Yeah. Gishana, why did it take us so long to give them that autonomy, if at all service delivery and proper oversight was being hindered by, the lack of autonomy for county assemblies? Thanks, Amoy. I think the reason why that took too long is obviously because devolution hasn't been here for a very long time, and we get to learn from some of the things that happen in practice, which means it has become necessary now, after observing that governors were using, as Chege said, he has more experience because he's an MCA, so he knows what happens there. So I think it's mainly because of what has been observed in practice and also the push by MCAs to actually get that autonomy to facilitate their oversight function. And I think it's a good thing. And I fully agree with Chege that it portends better oversight and better legislation by county assemblies. Just one thing that Chege is not saying also is the fact that much as governors were using this to manipulate MCAs insofar as oversight and legislation is concerned, equally MCAs were using their powers to pass budgets to actually manipulate governors to be able to offer them trips, offer them various financial incentives. So essentially what this legislation is doing is taking away the leverage from the governor and handing it fully to MCAs. So it means governors have nothing to hold MCAs back, but MCAs have everything to hold the governors back. So it's really a win, as Chege said, but also it portends also a potential for MCAs to, obviously not all MCAs, but some MCAs to actually utilize that as a basis to be able to now, continue the trend of manipulating governors for purposes of getting financial incentives. Okay, before I come to you, Chege, Gishana, so what will be
the ideal situation in this particular case? If you're talking about governors, holding members of county assembly at ransom, that has been taken away. Now, members of county assembly now have the power to hold governors at ransom. What would have been an ideal situation so that we do not get to experience this? This, ironically, this is the ideal situation. The ideal situation is where there is sufficient separation of powers between the executive and the legislature in such a way that the performance of the functions of one does not hinder the performance of functions of the other, and that one is able to check the operation of the other. The problem that we have in Kenya really is a problem of ethics, is a problem where self-interest largely dictates how we exercise our mandate, especially when we know we have leverage. Now, this is the ideal situation where counties are able to independently access financing for that to facilitate the legislative and oversight mandate. Now, what needs to be done is steps to ensure now we put in either legislative and policy measures to shield governors from potential holding ransom by MCAs. Right. Chege, are you going to hold governors at ransom with this particular legislation? Of course, I don't agree with Dr. Gishana, because one, you can't have your cake and eat it. It doesn't happen in the national level. Okay. Whatever is supposed to go to Senate and the legislative arm is given for them to operate the way they want. No, actually not the way they want, the way they pass the budget. And so we going there to beg so that I do not come and manipulate is misplaced, because you're not going to spend money that was not voted for. You get it? Mm-hmm. And so the mischief about us being able to manipulate does not apply. Of course, unless you want to be rogue, because the monies we're talking about here is not money for development. It's monies for operationalizing the events in the county assembly, like salaries. Mm-hmm. If a member has gone to do some oversight, they earned that per diem or whatever it is, the money to buy water and make the assembly run. There's nothing to manipulate the governor on that end. Okay. Where the problem comes in, where I think Dr. Gishana is talking about, is when it comes to issues that are the works that the executive are supposed to be doing in the first place. So the money that is coming is for purely operationalizing the assembly, so that if I want to do a law, I have no reason to go to the assembly, to go to the executive to be stopped. So I will be able to have money to be able to get the legislative support I require, so that things can be able to move legislatively. If there is money to run the office in my local office or whatever, then that is unhindered. Okay. Now the problem comes in when it comes to the other issues that they're shared between the executive and the county assembly, in the sense that there's a project being done in your ward. And so if there's a capital project being done and you have to work together in terms of launching, then that's a different thing. It's not the autonomy you're talking about. But that should be understood and need to be very clear from that onset. It does not change. By the way, the conversation now needs to move from what are we expecting from the money that comes from the national exchequer and what is on source, so that we know out of this percentage, if this assembly knows that out of the X amount that I'm supposed to get per year, I'm getting this amount per month, then for planning purposes it becomes very easy for to reduce spending bills. The people who supply the assembly with the water and whatever, now it's easier for them, because if you look at, I give you an example of Nairobi, which has 100 billion pending bills on the executive side, yet the assembly has maybe about 10 million or thereabout. Then that becomes the thing of the past from the assembly side. So we don't have anyone who supplied the assembly who has a pending bill. Right. You get it? Okay. And that should be the way to go. So that now when you ask the executive, why are you encouraging pending bills on your end? Why did you vote for things that you knew you would not raise the money in the first place to be able to pay? So in terms of oversight, that becomes better. Right. And you can show it by yourself from your end that things are going to happen and things are going to be done in a more proper way. Mm-hmm. And then now we can remove the speck in our eye, so that now we can ask better questions on the other end. But then when you already have pending bills on your end,
because of problems that you are not the one who generated, then it becomes difficult to be able to ask the other guys what they're supposed to be doing, yet you are not doing them on your end. All right. I get that clearer. Okay. Now, of course, this is a conversation on the People Dialogue, a conversation for the people. Now, this year's theme is about for the people, for prosperity and devolution as a catalyst for equity, inclusion, and social justice. And in that particular front, of course, we do have a panel, an audience here, and of course, the people of this great county of Homa Bay. And of course, Majibu is going to be engaging them on this particular conversation in regards to 13 years since devolution. What is it that we have achieved? Majibu. Asante Amwai. Nimepiga nduru sana Homa Bay, sauti ikapotea. Aya, gumzo kuhusu ugatuzi lingekamilikaje bila sisi kutia nanga katika kaunti ya Homa Bay, ambapo kongamano la ugatuzi limeng'oa nanga rasmi hii leo, na pia vile vile haliwezi kukamilika bila sisi kuzungumza na Wakenya wa kawaida ambao hao ndio walengwa zaidi wa kongamano hili la ugatuzi ama ugatuzi kwa ujumla, kwa maana kumbuka kwamba serikali za ugatuzi libuniwa ili kwamba wananchi wa kawaida ama serikali iweze kuja karibu na wananchi wa kawaida. Na sasa basi wacha tizungumze nao. Mimi kazi yangu ni rahisi, ni kuongea na wao na pia watujibu kama kwa sasa wamefaidika vipi na serikali za ugatuzi. Mikrofoni iko wapi? Nani uko nayo upande huu mwingine? Nitakusaidia tunayo. Nianze na wewe, wanakuitana na pia unieleze ugatuzi umekufaidisha vipi kufikia sasa. Nakushikia we mdosi. Okay, I'm Lynette Otieno, airing my views on the devolution conference. It has brought more harm to us than the benefit. Uchumi unaimarika Homa Bay. Wageni wamekuja, mimi niko mmoja wao, nasema hamfaidiki. No, hatujafaidika sana. Like the small business that were running alongside the road, we have nowhere to trade. So my main question to the county government, will the flowers pay the tax? Asante. Wacha nivuko pande huu mwingine. Kuna bingwa mvatai hapa, pamba hatari. Wanakutana naye, alafu pia unieleze umefaidika vipi pia wewe na huu gatuzi, ama hakuna cha kufurahisha? Nashukuru sana. Utaniruhusu ni ongea Kiswahili na Kiingereza? Nilikuwa najua tu tuko Homa Bay, haina shida. My name is Kalistas Wanjala, and first and foremost I want to appreciate the Devolution Conference 2025 for coming to Homa Bay. At least now we're experiencing the devolution. We are experiencing what devolution means, because devolution is now going to the people. Not now. Sasa shika mikrofoni yako. All right. I appreciate. I was saying that I want to appreciate now the Devolution Conference 2025 that has been brought to Homa Bay. A decade ago, or 8 years ago, no one could imagine that we could hold Devolution Conference in such an area, because we used to hold them in Nairobi, Mombasa, and some cities within our country. But right now, because of devolution, we want to move closer to people, not just in a decentralized manner, but for the people who are now the benefits of this devolution that was born in 2010. 2, 10 years or 13 years ago, or let me say 13 years back, accessing medical facilities or services was a very difficult thing for Wananchi, or Wanjiku, if we can call that. Because people could move 50 kilometers away just for someone to receive maybe drugs for malaria or other things. Roads had not been built, you know. Water accessibility was a problem, but because of devolution, today I can just talk without fear or contradiction that people are at least accessing those health services, people are accessing water, people are accessing education, you know, just because of devolution. As much as we've not been there, we've not reached there, but at least as a country, we are somewhere. Asante Bwana Kalistas. Nipate mwenzako kando yako pia anasemaje kuhusiana hilo swala la ugatuzi. Asante sana. Kwa majina naitwa Mugambi Anthony.
mimi kuhusu maoni yangu kuhusu ugatuzi na vile imesaidia Wakenya, ingekuwa ni ya kwamba watu katika majimbo ama katika kaunti wana sauti kwa yale mambo ambayo yanawahusu. Rather, people are able now to have a voice on what appertains them. When you look at prior to devolution, when we had a largely centralized model, public participation was not as much. But through adoption of the new constitution in 2010, the principles of public participation actually cut across from Article 1 all through. So the fact that people can participate on matters of governance, they can air their priorities, where they don't feel okay with whatever the duty bearers are doing, they can actually object, is, for me, it's a win. The people's voice is actually heard, and the fact that now devolution brought on board county assemblies with the honorable members of county assemblies who actually are very close at the ward level to the populace. To me that's a win. Asante. Thank you so much. Kauli yake hiyo. Nije upande huu mwingine pia nipate kauli yake pia. Huyu si mgeni, tulikuwa naye jana kwenye Gen Z Manifesto. Anaitwa The People Shall, The People May. Tueleze umefaidika vipi na ugatuzi bingwa? Asante sana. Sijui nitoe maono yangu kwa lugha ya Kiswahili ama lugha ya Kiingereza. Lakini nitaweza. Nimebobea katika lugha ya Kiswahili. Mimi pia sio mgeni katika lugha ya Kiswahili. Nilichapwa vilivyo katika harakati za kuandika mtungo ama insha. Sasa kwa majina naitwa Michael Kojo Tieno ama aka The People Shall or The People May. Sasa kauli mbiu kuhusu ugatuzi na yale mambo ambayo tunaona magavana wengi wanafanya katika jimbo zilizopo katika nchi nzima, kuna changamoto mingi, lakini pia kuna yale ambayo tunaweza kuyasema eti yamefanywa. For instance, they have built the ECDs, Early Childhood Education. Earlier on, early childhood education centers were not being recognized by the national government. I can attest and confirm that I was lucky that my parents were working within the national setup, and I was studying at Biafra Muslim Nursery School in Nairobi. You know, that was just a private school in Biafra, next to California, Calif Estate. And as at that time, it was not within the whims of the national government to recognize ECD centers. That was a plus when the devolved system of governance came. Yani nilikuwa nasema zile shule za kichekechea, wale ambao tunaita PP1 ama PP2. Kitambo, serikali kuu haikukuwa inazingatia ama inatilia manani ama mkazo katika harakati zile za kupata elimu ya watoto wachanga ambao wako katika ile shule ambayo tunaita PP1 ama PP2. Hiyo ilikuwa plus. Lakini nimesikia vile mheshimiwa ameongea na niseme katibu mratibu wa Katiba Institute pia ameongea. Kuna changamoto kubwa. Kama gani? Changamoto iliyopo katika ugatuzi, or the challenge we have with the devolved system of governance is that the devolution, governors do not think that devolution should be people-centered. They think that it is leaders-centered. Look at the persons who are invited here. We've come for the devolved system of governance. Are they business persons? Are they mama mbogas na watu wa boda boda? Kuna wadau walikuwa naonyesha biashara zao. Hapana, hao walipatikana katika njia gani? How did you get them? That is the main thing. Juu, acha nikuambie, tusemane tu ukweli. Devolution conferences tumekuwa nazo ngapi? Siziko mingi. Si kuna wale ambao washikadau ambao wale wanaweza kukuonyesha eti mimi natoka katika jimbo fulani na hii ndio kitu yenye tumetoa. Kitambo Gavana Ngilu alikuwa amesema eti hao watashona manguo, walisikilizana na Machakos. That was a devolved system of governance stride. Governor wa Machakos, Alfred Mutua, built a tarmac road within how many days? 100 days. And he delivered a stadia. What is it that is happening right now? What I expected is that when you come for a devolved system of governance, you are telling us that devolution works. How many tarmac roads have you ever built? Even if it is 100 meters
or 200 meters. That is what you need to show us. Kwa hiyo unasema kwamba wakija wasije tu kutoa ahadi na mapendekezo yao, wasije nimekuja hapa nimefanya hiki na hiki. Unakuja, tukikuja katika kongamano kama hizi unatuambia mimi zile shule ambazo nimejenga katika niseme miaka 2 nimekuwa nimekaa afisini, bajeti yenye nilipatiwa ilikuwa bajeti kiasi fulani cha hela. Pili, shule ambazo nimejenga ni hizi. Hospitali ambazo nimejenga ni hizi. Mimi kama gavana wenu nimepata niseme takribani shilingi bilioni 14 miaka 2. Nimeweza kuajiri watu kazi namna hii. Na ile pesa yenye nilibaki nayo katika ile tunaita the Public Finance Management Act, sheria imetolewa, kuna kiwango cha pesa ambazo inahitajika tutumie, like 35% should go to the development. Tunataka utuambie na utueleze kinagaubaga ati hiyo 35 how did you implement it, ulitumia namna gani, ili jimbo zingine ambazo zimepita hiyo kiwango wanakuja wanaambiwa hii ndio formula yenye inatakikana ama inahitajika ifanyiwe. Asante sana Bingu. Wacha nipate kauli ya mwingine. Kuna mpatie nafasi mzee hapa tueleze kauli yake ni ipi. Kwanza umenufaika vipi na huu ugatuzi hapa Homa Bay? My name is Walter Ukelo Pio. Ni mkaaji wa Homa Bay County. Tena tuko na organization by the name Bunge la Wenye Nchi. Na I think I'm in the right program today. And kulingana na maoni yangu, na tena nitachanganyika na maoni ya bunge letu hapa ambaye nimetaja jina yake, Bunge la Wenye Nchi. It is a registered entity. Tumechambua zaidi na tumepata ungumu sana kuja kufuruga hiyo mkutano. Hata saa hii akisikia kesho tutakuwa na mkutano, na labda the motion is about vile mheshimiwa amesema ati why do we have pending bills, and actually why do we have to see, because the devolution is something that is bringing us down and closer. Why actually do we have to be having ile pesa ambayo mama mboga wanasema hivyo inakuwa juu, kwa maana mama mboga anaweza enda na ile mboga ambaye ametoa kwa shamba. They charge them every day or sometimes 50 shillings. Na hawajali watakucharge hao watu, hawajali, na hii mboga inaweza chelewa kabisa. Sasa ukichukua mboga ya yule mama ambaye alikuwa anataka aenda kutafuta huko, because we wanted to talk about those things. Sasa kuna watu ambaye wanaita goods, na vile tunajua goods sisi bunge la wenyeji, a goon is somebody who has nothing to do. Kwa hiyo hampati nafasi ya kujieleza wakati mwingine. Mimi tunawaita gangbaggers, because they are people who are properly trained kwenda vunja ile mkutano. Have this money. They do it. They have done to us very many times. Sasa hiyo sio mambo ya ugatuzi vile inasemwa, kwa maana ugatuzi sio mara ya kwanza tu kuna ugatuzi. Hata zamani silikuwa naitwa majimbo, na majimbo sini ugatuzi ambaye sasa tunaongea. Kwa hivyo vile mimi naendelea kusema sitaki kwenda zaidi. Kwa kifupi unasema kwamba haujanufaika kivyovyote. Wacha nimpatie nafasi mwenzangu Brian Amwai aweze kukamilisha mazungumzo, lakini tutakuwa tunarudi kwenu muda mfupi kwa sasa tuweze kupata maoni pia wale ambao pia hawajapata nafasi ya kuzungumza. Amwai, usukani ni wako. All right, and of course, you've been able to hear some of the comments that are being raised here in regards to what I'm getting mostly is the issue of public participation. You devolved functions, you devolved, services, but yet the people that are supposed to be benefiting from that are not at the center of that conversation. They're giving this devolution conference as one of the, examples in terms of whether they're
devolved service and for the people if they it themselves. Let me start with you, Chege. Yeah, thank you. I hear the concerns of the participants, and sometimes Lynette talked about traders not being given a chance, but I'm wondering, because they're going to be like what, around 10,000 people within the town, at least for the next couple of days. So kuna wale watakuwa hapa, kuna wale watakuwa towns hapo. So the plan is to make sure that whatever is happening here also spreads a bit. So if it doesn't, then, or not, it doesn't trickle down, then I think the bigger problem would be for the county government to try and understand area traders in various sectors ni gani, alafu how do you spread so that at least everyone feels some impact of what happened within the conference. Okay. I think that will help. The people talked about the resources you've been given, and in the conference I saw the governor of Murang'a showing a glimpse of what has happened there. I think his question is, we need also to see of the other 46, what have they been doing and what that comparison needs to be done. And I guess maybe the separate plenums can be able to address that. Okay. But even without having to spread it, the fact that you've seen it has happened in the other county, then it also questions now, you can now take the oversight in your own county. Mm-hmm. I think that's the essence, so that now me, I take it to my county, the other person goes and asks in their county government, we've seen this happening in Murang'a, what are you doing in our county? I think that helps, so that Akina Walter, when they're doing their kongamanos, sasa wanaweza ulizana. And when I was with the president hapo akilaunch the People's Park, there's a big amphitheater. Hopefully now guys can do their public participation there, they can do their bunge la wenye inchi hapo without being disturbed, so that people are able to ask these questions. Because the reason why devolution came is so that the conversation is not just for the leaders. It's not leader-centered. It's people, and then grows to there. However, I think it is pole pole by pole pole. Even the guys who've been sent, I think it's time that people still understand. It takes time, but we give it time so that people understand that you as a leader, you listen to what the people who put you there, okay, what are the main issues. I might not be able to tackle 5, but I can come and say I've been able to do 1. Right. 4, I need some more time. But at least I'm accountable that I acknowledged there were 5, right, only that I was able to do 1. Yeah. In a minute, Chege, how does the public get involved in this particular conversation on how they're being governed? Where do they get those particular platforms to be able to air their views? Because it is one thing to say, I'm going to talk, but if your opinion does not get to the relevant authority, then you know, it is nothing. Right from when we elected, there's something called this CIDP, the County Integrated Development Plan, that is supposed, every law that is done, there has to be a public participation. However, how we ask for that public participation is now the problem. Because sasa tukiweka kwa website ama tuiweke kwa gazeti, maybe people might not understand iliwekwa lini na ni lini. But if it's open, maybe we find a way that all, whether it's a local vernacular stations, watu wajue Saturday fulani tutakuwa tunafanya maoni ya kitu fulani. So people come and be able to discuss what is important in this particular area, and they're able to identify these are the main issues. Mm-hmm. And then the county government or whoever is leading is given maybe that financial year to deliver. If they've not been able to deliver, in the next cycle of financial process of doing the budget, they come and then the public will ask you, Zuli tuambie hivi last time. Mm-hmm. So why come, mbona vitu hazijasonga mpaka hapa? Right. Then you're able to answer. Okay. So that system, I think, needs to be documented. Right. And then so that the public also are able to follow up. But now if I do public, and usually public participation are in the same areas every time. It's just that we need to be able to tell every last Saturday, right, we will join Bunge la wenye inchi to be discussing these issues. Okay. So that people know Saturday ya mwisho ya financial year ikiisha tutaongelea hii na hii. Okay. Na kama haijafanyika, these are the consequences. All right.
Let me come to you, Gishana. Your comments generally on what has been discussed here, and also just one of the biggest impediments to this, devolution issue has been the issue of financing. And I know that we'll be talking about that on Friday. But what do you say to that? Thanks once again, Amwai. Relating to what has been said, I want to agree on the comment that the involvement of the people and public participation has been a very big challenge insofar as devolution is concerned. The people shall mention something to do with this particular forum. And the question is, who is participating in this forum? This is a forum brought together to act the issues affecting the whole system of government. Okay. But you realize that the people who, for you to be able to enter this venue, for you to be able to participate in these conversations, at the bare minimum you have to pay 20,000 shillings delegate fees. For you to be able to exhibit anything that you want to showcase in the pavilions, you have to part with at least 50,000 shillings. So the question of access to these spaces where people can be able to air their views and share in policy decision making has been very limited. So you realize that this is contrary to what the Constitution intends under Article 174. Okay. When it sets out the objectives of devolution, the people are right at the center of the goals which devolution was intended to achieve. Right. Therefore, it's important for county governments to understand that this is supposed to be a partnership. It's not antagonism. Right. The people are not coming for you. They're not coming to get you. They want to be involved. They want to support the process of governance. They want to tell you what it is they think are their priorities. And it's important for county governments to understand that they need to work together with the people and center the people insofar as policy decision making is concerned. Right. And even if something was to come and threaten the continued implementation of devolution, having the people behind the idea and the implementation of devolution is the one thing that's going to stand between devolution being done away with and devolution remaining with the support of the people. All right. Now, I want to thank you on that particular Fanta because I do want to cross over to the studio because you're preparing for a bulletin. Thank you so much, Dr. Paul Gishana, for your time here on set. And of course, we go back to the news. From that, of course, we'll be coming back to continue with this conversation here and listening even to the views that people have in regards to how they want to be governed as far as devolved units are concerned. Back to you, Busara. Naam, asante sana Brana Mwai na Majibu Kitao ambao wameandaa kikao komavu pale wakiwa katika kaunti ya Homa Bay, na bila shaka tunarejea ndani ya studio tukiwa hapa Nairobi tukimalizia kikao chetu. Kumbuka kwamba nipo na Arnold Maliba ambaye ni kinara wa chama cha PPA, na tunakuja hapa kwetu kuchukua neno la mwisho tukiondoka. Kwa maoni yako, unahisi kwamba kama miaka 5 ijayo, miaka 10 ijayo, unatamani ugatuzi huu umefikia wapi na ni kipi kinapaswa kufanya ili tufikie hapo ambapo unafikiria? Nadhani ugatuzi ni baadhi ya ile step forward tumepiga kama nchi, na ninajua kuna vitu ambavyo kidogo huwezi kuwanyang'anya wa Kenya. Cha kwanza kikiwa ni ugatuzi na cha pili ni Bill of Rights. Kama unataka kukuwe na revolution, basi ujaribu kutoa ugatuzi ama Bill of Rights. Ili ugatuzi uweze kufanikiwa na nchi iendelee kuwa na tuendelee kusonga mbele kama nchi, kwanza kabisa ni kuhakikisha kuwa functions zote za devolution zimepeanwa kwa county government. Kitu cha pili ni kuhakikisha kuwa kuna kitu kinaitwa resources following functions. Usinipatie function na usinipatie resources. Lakini kitu cha tatu pia ni ensure that tuna deepen capacity ili counties pia ziweze kutoa pesa nyingi zao wenye, kwa sababu kuna vile counties kadhaa ziliacha kutafuta pesa baada ya kuwa sasa zinapata ule mgao wa kitaifa. Zikipata hiyo mgao kutoka Nairobi, basi huku chini kidogo hawashughulikii sana ku raise revenue pale chini, na wakiraise hiyo revenue pia itawahakikishia kuwa wanaweza kupeana services vizuri. Tatu ni kuwa ni lazima, hii sio tu juu ya ugatuzi peke yake, lakini ni kama nchi nzima, because at national level na hata county level, na unajua kuna third level, hiyo tutazungumzia kwa point ambayo inakuja, ni tuweze kupigana na ufisadi. Kwa sababu ufisadi umekuwa sasa, vile nilivyosema, ni kuwa imekuwa devolved, imesonga pale chini kabisa. But finally ni ili ugatuzi uweze kufanikiwa, kuna layer ya tatu ama kuna kiwango cha tatu cha serikali kiko kwenye sheria zetu, lakini kidogo counties haziachili. Ukiangalia kwa Urban Areas and Cities Act,
kuna stahili kuwe na municipals na kadhaa. Ukiteremka chini kabisa, further decentralization kutoka pale kwa ugatuzi. Kidogo counties zina drag miguu yao, na hata wakati ule ambapo zinapeana municipals na town councils and whatever, bado hawawapatii resources. Lakini national government nayo pia iweze kupeana pesa za counties in time, kwa sababu counties pia zinateseka. Unaweza kupata watu wanafanya kazi pale kwa county hawajalipwa miezi 3, miezi 4, kidogo inakaa ni kama hawafanyi kazi na serikali. Vile tunavyoendesha ugatuzi kidogo is not very professional. It's not the ideal way. Yeah. Mtazamaji, huyo ni Madiba ambaye ni kinara wa chama cha PPA, na kushukuru kwa kutenga muda wako na kujiunga nasi kwenye makala yetu. Na mtazamaji, nakushukuru sana kwa kujiunga nasi. Bila shaka kufikia hapo sina budi ili ya kutia kikomo awamu hii ya kwanza ya matangazo mubashara kutoka K24 na Kameme TV awamu ya Kiswahili. Imekuwa fahari yangu kuwa nahodha wako awamu hii. Naondoka, nitakuwa nawapisha kundi zima la Kimombo ambalo litakuwa linaongozwa na Mumbi Chege, na baadaye basi atakuwa narejea Homa Bay kule kuungana na Majibu Kitao na Brana Mwai. Chamno ni kushukuru tu kwa kukaa nasi. Endelea kusalia hapa hapa K24 na Kameme, maana tunaendelea hadi saa 5. Asante sana. Jina langu ni Busara na Aman. Kwaheri kwa sasa. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ.